Mama umetuacha sana jamani. Kaka, mama katuacha jamani. Mama katuacha. Mama. Pole mwanangu, pole mwanangu. Linda, hupaswi kulia. Kila kitu kinachotokea ni mipango ya Mungu. Ni wakati wa kumshukuru Mungu tu. Pole sana wanangu, yaani kikubwa ni kuvuta tu subira, maana mipango ya Mungu haina makosa, na sisi ni binadamu. Kwa kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu lazima kitakufa. Ukishalijua hilo mwanangu, ni kujipa moyo tu kwa subira na kumwomba Mwenyezi Mungu akupeni moyo wa uvumilivu. Shangazi, naumia mimi. Labda niseme kitu kimoja tu. Tukirudi katika maandiko, mwanadamu ana sherehe 3. Sherehe ya kwanza kuzaliwa, sherehe ya pili kuoa ama kuolewa, lakini ya 3 ni kifo. Kwa hiyo mama naweza kusema kwamba ametimiza ile sherehe yake ya 3. Mke wangu, najua hali unaopitia kwa sasa, lakini sipendi nikuone ukiwa unalia kiasi kama hicho. Sawa? Usahihi wanangu, naomba kwa sasa nijipe nguvu, tuangalie na swala hili lilopo, kupotea kwa baba yenu. Shangazi, unasemaje? Kupotea kwa nani? Shemeji, mimi naona muhimu zaidi kudiscuss namna gani ya kufanya 40 ya mama yetu. Hilo ndio naona la msingi zaidi. Kaka, unasema unapangaje masuala 40 na wakati mimi sijajua babangu mpaka sasa hivi yuko wapi? Shangazi, inakaaje hii jamani? Wanangu, mimi sioni sababu yenyewe kukushana Kiswahili wala kulumbana. Kwa sasa tudiscuss jinsi gani tutakavyoyatatua haya mambo, kwa sababu swala la 40 ni sisi linatuangalia. Pia tunapaswa kujua baba yenu yuko wapi. Kwa hiyo ninachowashauri kwa sasa tuangalie tu swala la kujua baba yenu yuko wapi, halafu masuala ya 40 tutayafanya tu wanangu. Uko sahihi shangazi, na uko pamoja na mimi, lakini hata wewe mume wangu umekaa kimya, hujaniambia chochote mpaka leo hii. Kwani mama, si tumwambie tu? Jamani, shangazi, kama nyinyi mmeshindwa kumwambia ukweli, basi acha mimi nimwambie ukweli. Dada, nitakwambia ukweli wote.
Njoo niambie ukweli mdogo wangu. Dada, kifo cha mama kimesababishwa na baba. Ghafla tulivamiwa humo ndani, majambazi waliingia na wakamjeruhi baba. Wamemjeruhi kisha wakaondoka naye. Hapo hapo mama akapanda na presha na umauti wake ukamkuta. Nini sasa? Nawaambia nini na mnafanya nini? Huu ni wakati wa kufocus na vitu vya msingi. Unajua nini kaka? Mimi kiukweli nina wasiwasi sana na shemeji. Yaani nilijua wewe mtoto una roho mbaya kishenzi wewe. Shemeji yako kafanyaje? Shemeji kafanyaje? Linda, hebu tumsikilize kwanza. Inawezekana kana jambo la msingi. Dada, shemeji nimemuona kwa macho yangu mwenyewe, nimemuona. Shem, vipi? Safi tu. Na hiyo ni nini? Shemeji, unajua hapa ni msibani na kuna watu wengi humu ndani. Kwa hiyo mara kaingia huyu, katoka huyu. Kwa hiyo nimeona baadhi ya vitu mimi niweze kuviweka sawa kidogo. Kwa hiyo nipo katika kuviweka sawa baadhi ya vitu fulani. Unajua tena shemeji yangu. Ndugu zangu, nimeita hapa na jambo moja nataka kuzungumza na nyinyi. Na mpango wa kurudi kule kwenda kuahirisha msiba mwisho kuanzia sasa, ili tufocus na jambo la kumtafuta mzee wetu. Wasemaje tena? Sawa sawa kaka. Linda. Hamna shida kaka. Bwana shemeji. Nikumaliza tu msiba. Sawa, iko sawa. Sasa baada ya kumaliza msiba huu nitafanya harakati za kwenda polisi kwa ajili ya kutoa taarifa ili tushirikiane na jeshi la polisi. Shemeji, hapo unakosea. Tunaenda polisi tena? Tena tunaenda kutoa taarifa mtu mzima ndo amepotea? Ingekuwa mtoto kweli. Mtu mzima kweli? Hata eti mke wangu, hata umaskini hiyo watatuchukuliaje? Wataona tuko sawa kweli? Yule angekuwa mtoto mdogo sawa. Mtu mzima wa miaka mingapi? Ni babu kweli kweli mzee. Nenda polisi kwa sababu eti amepotea. Tuangalie na kesi za kupeleka polisi jamani. Mimi nitoe wazo tu mke wangu. Una support hilo swala? Shemeji hapa, una support twende polisi? Mimi nilikuwa na wazo. Sawa Wazo langu kwamba iko hivi. Inabidi tukamtafute sisi wenyewe. Sawa Mtaa kwa mtaa, chochoro kwa chochoro. Lakini sisi twende polisi, hiyo nakataa. Tutapelekea ugali bure kule. Jamaa anaonekana anaogopa polisi. Inawezekana maneno tena yakawa ukweli ndani yake. Hebu nifanye kitu. Mbona mke wangu ongee chochote? Shemeji, mbona unaondoka tena? Zungumza kitu basi. Mke wangu, mimi nimeongea pumba. Mke wangu, mbona wewe unataka kuniambia lolote? Boris. Nakwaje? Kama kawaida mwanangu, nakwaje? Poa. Poa mwanangu. Sijakuzoea hivyo kaka. Una shida gani? Nipo sawa kaka. Kweli? Kama una shida unaweza kuniambia kaka. Ni ndugu yako.
Ni kweli sipo sawa ndugu yangu. Oh, pole sana. Kuna jambo linanitatiza sana kichwani kwangu, na hata sielewi nafanyaje. Gani hilo? Ni kuhusiana na kifo cha mama yangu na kupotea kwa baba yangu. Siku ya kifo cha mama yangu alionekana shemeji yangu akitoka chumbani akiwa na mfuko mweusi. Yule dangu Tina aliweza kumwona. Ndio. Ni jambo ambalo linanichanganya sana kichwani changu, hata sielewi nianzie wapi. Anzia hapo kwa shemeji yako, labda kuna kitu anakifahamu au labda kuna kitu anakijua. Anzia hapo kaka, unaweza kupata kitu kama inaingia akilini. Basi sina budi kuanzia hapo. Poa kaka. Shangazi, leo kuna jambo tunatamani kukuambia, linatatiza sana kichwani kwetu. Jambo gani? Ni kuhusiana na kifo cha mama yetu na kupotea kwa baba yetu. Tuna wasiwasi mkubwa kabisa shemeji yetu anahusika kwenye hilo. Ni watoto ni. Mama mtaka kwanza kuleta tena mambo ya ajabu. Juzi tu tumetoka kwenye msiba. Leo tena mnaenda kuleta tena maneno mengine yasiyoeleweka kabisa. Haya, nyinyi mna uhakika gani na hilo swala mnalozungumza hapa? Tuna uhakika shangazi. Tina, hebu mwelezee shangazi ili kuelewa zaidi. Ni kweli anachokisema kaka. Mimi mwenyewe shemeji simuelewi. Yaani simuelewi kabisa. Baada ya kutokea msiba tu, mimi nilikuwa huku nyuma huku, nilikuwa na rafiki yangu. Hivyo toka huko nimekuja huku, nimekutana na shemeji hapa. Kutana na shemeji yangu kastuka hivi. Asi mimi nilizima nastuka. Unajua kustuka? Nikamuuliza vipi shemu? Nikamkuta na karatasi, sijui mfuko. Kwani mimi nimeshindwa hata kumuelewa kiukweli. Alichokiongea hata sikukielewa. Wao kaenda zake. Lakini shangazi, shemeji kiukweli mimi simuelewi. Simuelewi kabisa. Hapa pana jambo. Haya sasa mwanangu, kwa tunafanyaje? Maana ndio mtoto wa kiume uliopo sasa. Mimi niko ndio tu wasiwasi shangazi yangu, kwa sababu ndio mtoto wa kiume nilobaki hapa kwenye familia hii. Ndio ifanyia uchunguzi na nitapata tu hakika zaidi. Basi sawa, hebu lifanyie kazi ili tujue shida ni nini. Sawa shangazi yangu. Oa polisi. 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 Oa polisi. Kaka uko melani? Hamna, nilipoa tu unajua. Mida hii mzee. Ondoke. Ondoke bwana, mama muda umeenda sana. Kaka vipi? Kwani mnaenda wapi? Tunafika hapo mara moja. Basi tuondokeni wote. Lakini subaki tu mara moja bila. Kaka mnaniachaje bana? Tuondokeni wote bana. Twende bana.
Yule vipi? Sijui kaka, unajua tutokee mambo mengi. Labda kutana na shoga yake huko aenda kumfuata na piga umbea tena. Sisi twende bwana. Tukutane baadaye, tuondoke. Tuondoke. Vipi, unafikiria tena kurudi Uarabuni kufanya kazi? Nitaangalia. Kama mambo yatakuwa yametulia haya, naweza nikarudi. Sawa. Lakini bosi vipi? Unaenda naye sawa? Usionyesha. Karibu. Hivi Tina amerudi huko? Tina amerudi. Niko naye katika mfuko wa suruali. Naomba nikuitie. Tina! Tina! Njoo kaka amerudi. Hivi shemeji unanichukuliaje? Nakuuliza shemeji unanichukuliaje? Nakuuliza kwa wema tu. Kuhusu Tina amerudi, unanijibu kitu ambacho unajua wewe. Wewe unanyeshia kidole mimi? Shemeji nakuheshimu, naomba utuze heshima yangu. Yaani wewe unanyeshia kidole mimi? Mbele ya mke wangu nakaa tunafanya maongezi, wewe unanyeshia kidole? Shangazi, hivi unamuelewa kweli huyu? Tumekaa hapa mimi na mke wangu tunapiga story hapa na pale, anaanza kuleta dharau. Wewe tuheshimiane, mimi ni shemeji yako. Kwani tatizo nini? Huwezi kunyeshia kidole, mimi nakaa hapa nazungumza tena na dada yako. Wewe vipi wewe? Shangazi, mwambie aniheshimu, mimi ni shemeji yake. Amenikosea sana huyu. Mke wangu. Hivi ana akili kweli huyu? Tumekaa tunazungumza, anakuja anauliza vitu vya kipumbavu. Mwambie mdogo wako aniheshimu mimi kama shemeji yake. Sawa. Sitaki masiala kabisa mimi. Vipi Dennis? Vipi huko ulipotoka? Mbona umechelewa sana mpaka umenipa wasiwasi? Hakika kweli? Maana umechelewa sana ukanitisha, nikasema ndugu yangu vipi? Tayari ushakuotea au? Nadhani unanijua jinsi gani hivyo kwa makini. Sigara. Okay. Hakuna mtu yote ambaye anakufuatilia huko nyuma. Umehakikisha? Acha mapepe King. Uko sawa? Watu wanamfuatilia, unaweza kufika hapa. Unahakikisha kweli hujachoma? Sio kadi sawa hapa. Na mtoto wa watu lazima tuwe makini. Hebu tenda ukamuone ndani, maana alinigomea kabisa. Vipi? Umempa chakula? Nilimpa chakula akakataa kabisa kula. Alikataa? Amekataa kula kabisa. Sasa ningekula vipi ikiwa mmenifunga jamani? Unafikiri kwenu hapa? Najeja kuleta mchezo hapa. Wewe tumfungue ale chakula kwanza. Mume wangu unaenda wapi sasa hivi na unarudi sasa hivi nyumbani? Kuna jamaa mmoja namuaga hapo mara moja. Jamaa gani mume wangu sasa hivi? Kuna lazima wa kumfahamu? Ndio, kuna umuhimu wa kufahamu wafanyakazi wenzako. Kwa hiyo wafanyakazi wenzangu wote watakao wajue. Kwa usalama wako zaidi pale tatizo njiani. Hebu acha hivyo mke wangu. Acha mimi nikahangaike. So
Sio hivyo. Nini sasa? Nataka tu kumfahamu. Kwani kuna kitu chochote ambacho unakosa hapa nyumbani? Nakula na vaa vizuri. Leo umebadilika sana mume wangu. Umebadilika. Nimekuwaje, wa blue, wa kijani, wa njano? Tabia zako zimekuwa za ajabu, hazieleweki. Unachelewa kurudi, unalala nje. Hebu niache bwana, mimi nikahangaike bwana. Unanichosha. Nitoke huko makelele nije hapa tena makelele vipi tena? Ndani? Ndio. Najua kalili. Hebu niache bwana, ngatafute rafeni. Boris, una shida gani? Mbona mara nyingi nikikaaga na mke wangu unapenda sana kutuharibia vikao vyetu? Una shida wewe? Na unafahamu fika kwamba mke wangu amerudi kwa ajili ya haya matatizo. Kwa hiyo unahitaji muda kidogo wa kuzungumza naye. Shemeji, katika siku nilotibukwa ni leo. Sihitaji kusikia la mtu yeyote yule. Ninachokihitaji hati ya nyumba. Boris, kuna nini? Linda, kaa kimya. Sihitaji utie neno la aina yoyote yule. Shemeji, naomba hati ya nyumba. Ndio unamvunjia heshima shemeji yako? Kaa kimya. Boris, kuna nini kwani? Shemeji, usiponipatia hati ya nyumba nitakupeleka polisi kwa mikono yangu miwili. Sasa swala la hati ndo umpige mke wangu kibao tena mbele yangu? Adabu hii umeipata wapi? Hivi nimesikia vizuri ama? Hati? Wewe hati umeipata-pataje? Shemeji, sihitaji neno lolote lile. Ni mguu kwa mguu mpaka nikapate hati. Shoga yangu, mbona kama mazito? Shoga yangu, kuna muda unafika kabisa hata kuolewa. Najua ndoa chungu imekuwa kwangu. Sasa kwa nini? Sasa sikiliza, usijali, hizo ndo changamoto za kwenye ndoa. Asante, ila kuvumilia sitaweza. Nimechoka kabisa, sitoweza. Au tufanye hivi, ujaribu kuongea naye alafu uite wanafamilia mdiscuss vile kitu gani kinachomsibu. Hapana, yule mwanamume ni mjeuri sana, sitoweza. Yaani hasikii, haambiliki wala fanya chochote. Vumilia tu, mna na mashoga yangu ndo ndoa hiyo, umeiamulia kwa umevulia maji sharti ya uge. Kwa hiyo hamna cha kufanya tena kingine. Hapana, nimeshindwa. Jamani, usifanye hivyo, mko mvumilivu. Ili janga, hapana, janga ni zito. Pole sana rafiki yangu, sasa tutafanyaje? Shem. Safi za masiku. Safi vipi? Karibu. Umefika muda? Hapana, muda sio mrefu tu jamani. Sasa kwani hujamchukua hata soda mgeni? Mna usijali bana, ndo niko tu nyumbani hapa, hamna shida. Siku nyingine. Sawa. Niko ndani. Asante. Kuna kama hata ana shida jamani. Ana shida. Ana ex yule, ana shida, yani ni mtu. Sasa tufanye hivi, nenda kampakuleta chakula uongee naye maneno mawili matatu. Siwezi kumpikia mwanamume mjeuri, siwezi. Mama amekuja ukampokee mkaongee. Siwezi kwenda kuongea naye. Nenda bana, utanikuta hapa nje nini. Boris mwanangu. Naam shangazi. Mimi na kila sababu ya kukupongeza siku hii ya leo. Unajua umefanya kitendo cha kishujaa sana. Shangazi, hii haja kunipongeza. Hii ni jukumu langu mimi kwenye familia. Kwa maana ndo mimi kiongozi wa familia nilobaki. Maana ni sisi kwa gizani kabisa kwa chochote kinachoendelea. Hao ndo binadamu shangazi. Kwa hiyo sina budi kuipambania familia yangu. Yaani unajua mimi mwanzoni nilikuwa naona kama vile unamchukia shemeji yako. Yaani kwa sikuelewa kabisa, naona huyu mtu mbona anamchukia hivi shemeji yake? Kumbe wewe ulikuwa kuna kitu unakijua. Ndio hivyo shangazi. Basi mimi nipo ndani hapa nikuache. Sawa. Istaajabu ya Musa utaona kila. Sasa huyu mtu alikuwa amekusudia nini?
Hii sio leo tu, itakukuta kila utakapojaribu kupiga kelele katika himaya hii, na itakukuta zaidi ya hivi ilivyokukuta leo. Hivyo mzee, unadhani kupiga kwako kelele kuna mtu atakuja kukusaidia? Hakuna kuongea naye huyu. Halo boss. Karibu boss. Mr. King. Naam boss. Dennis. Naam. Umakini unahitajika sana, kwa sababu nahisi kwamba familia imeanza kushtuka kidogo. Kwa hiyo wakija kushtukia kabla bado sijalipiza hichi kisasi, itakuwa tatizo kwa upande wangu. Na sasa na sisi ondoa shaka mkuu, sisi tupo kamili jado, tunafanya kile kitu ambacho wewe unatupa oda, wala hakuna shaka yoyote itakayojitokeza katikati. Nice. Lakini vipi kuhusu ile gunia? Maana anakosa pumzi, asije akafa kabla ya kisasi chako mzee. Sasa haipaswi kufunuliwa ile gunia, hatakiwi kabisa kuniona, lakini utafika muda nitawaambia mumfunue, tuonane macho kwa macho, lakini sio kwa sasa. Jana wakati tupo hapa na Dennis tulisikia kishindo kilitustua wote, lakini tulifuatilia, hakuna mtu yote alionekana wala alokatiza katika eneo hili. Kishindo? Na kishindo. Okay. Na ndio maana nawaambia kwamba jitahidini sana kuongeza umakini. Jitahidini sana na waamini, na ndio maana nikawapa hii kazi. Sawa sawa. Sawa.